Karibu sana msikilizaji na mtazamaji wa Maombi TV katika historia ya kitabu cha Mwanzo, sehemu ya kwanza. Karibu kwenye mfululizo wetu wa kuisoma Biblia kwa mtindo wa simulizi. Leo tunaanza na kitabu cha kwanza kabisa katika Biblia kinachoitwa Mwanzo. Kitabu hiki ndicho kinachotuelezea chimbuko la ulimwengu, mwanadamu na mambo mengi yaliyofuata. Kabla ya mbingu na dunia kuumbwa, hukuwa na mwanadamu, hukuwa na wanyama, hukuwa na miti wala bahari kama tunavyoziona leo. Kabla ya mbingu na dunia kuumbwa, haukuwa na mwanadamu, haukuwa na wanyama, haukuwa na miti wala bahari kama tunavyoziona leo. Biblia inaanza kwa maneno yanayojulikana kama hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:1. Maandiko yanaeleza kwamba dunia ilikuwa ukiwa na utupu, giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji na Roho wa Mungu alikuwa akitulia juu ya uso wa maji. Ndipo Mungu akaanza kazi ya uumbaji. Siku ya kwanza Mungu alisema, iwe nuru, mara nuru ikawa. Mungu akaona nuru kuwa ni njema, akaigawa na giza. Nuru akaita mchana na giza akaliita usiku. Hiyo ilikuwa siku ya kwanza. Siku ya pili Mungu akaumba anga, likatenganisha maji yaliyokuwa juu na yale yaliyo chini. Siku ya tatu Mungu akakusanya maji mahali pamoja, ili pakavu paonekana. Pakavu akapaita nchi na mkusanyiko wa maji akauita bahari. Pia siku hiyo akaumba maji, majani, mimea na miti ya kila aina yenye mbegu na matunda. Siku ya nne Mungu akaumba jua litawale mchana, mwezi utawale usiku, pamoja na nyota za mbinguni ili zitenganishe mchana na usiku na ziwe ishara ya nyakati na majira. Siku ya tano Mungu akaumba viumbe wa majini na ndege wa angani, akawabariki waongezeke na kuijaza bahari na anga. Siku ya sita Mungu akaumba wanyama na nchi kavu, kila mmoja kwa aina yake. Baada ya hapo akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hapo ndipo Mungu akamuumba mwanamume na mwanamke, akawapa mamlaka juu ya viumbe wengine na kuwaambia waongezeke, wajaze dunia na kuitunza. Baada ya kumaliza kazi yote ya uumbaji, Mungu akaona kwamba kila kitu kilichokuwa amekiumba kilikuwa chema sana. Siku ya saba Mungu akapumzika kutoka katika kazi yote aliyokuwa amefanya, akaibariki siku hiyo na kuitakasa. Hivyo ndivyo simulizi ya Biblia inavyoanza, kwa uumbaji wa mbingu na dunia na viumbe vyote. Lakini simulizi halikuishia hapo. Katika sehemu inayofuata tutaona jinsi Mungu alivyomweka Adam katika bustani ya Eden, kuumbwa kwa Hawa na tukio linalobadilisha historia ya mwanadamu. Usikose sehemu ya pili ya kitabu cha Mwanzo.